Na mtazamaji, kwa sasa basi ningependa niungane na mwenzangu mwanahabari Elvis Kosgei kutoka kaunti ya Uasin Gishu aweze kutupasha hali ilikuwaje kule na labda mishemisha ama shughuli za kuhusiana na baada ya matangazo ya mtihani wa kitaifa KCSE ambayo ilitolewa na Fred Matiang'i. Mtazamaji, tuweze kujua ni yapi mdahalo umeendelea kuhusiana na matokeo ya mtihani ya KCSE, huku waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i na ambaye pia ni waziri wa elimu akitoa mtazamaji akiweza kuhusika matatani kuhusiana na matokeo ya mtihani hiyo. Hivi punde amekuwa kinara upinzani Raila Odinga aliongoza viongozi wa NASA kumshtumu Matiang'i. Elvis, hebu tupashe mengi kuhusiana na hii taarifa. Naam, kwa kweli Nicholas Wambua, pamekuwa na hisia mseto hasa inayofungamana na yale matangazo ya mtihani wa KCSE mwaka 2017, na baadhi ya wadau husika tumeona kwamba kuna wale ambao wameweza kukashifu na kusema kwamba palikuwa na hila katika mchakato mzima. Na ndio ndiposa nitamhusisha mbunge wa Kimilili ambaye ni Didmus Barasa aweze kutuchanganulia tu mengi zaidi hasa kuhusiana na hatua ile ya Matiang'i. Asante sana mheshimiwa kwa kuweza kujiunga nasi. Nasikia wanakuita Didmus. Ni Didmus ama ni Didmus? Yote yafahamika. Didmus sawa, Didmus ni sawa. Didmus imetokana na nini? Inatokana na ule mahali ambapo natoka katika sehemu ya Kimilili. Ndio. Nafahamika sana kwa jina Titi ama Didmus. Titi. Yes. Ndio. Yeah. Sasa kumekuwa na joto kutokana na ile hatua ya Matiang'i kuweza kutoa mtihani. Kwa baadhi ya wadau husika wanasema kwamba alitumia muda mfupi, wengine wakisema kwamba shughuli yenyewe ilikuwa na hila. Je, wewe kama mbunge wa Kimilili kwenu wanasemaje, na je unahisi kwamba hatua nzima ama mchakato mzima ulikuwa waheri? Sisi tunasema na vile Wakenya wengi wanasema kwamba Matiang'i amekosea, kwa sababu ukiangalia taratibu za kusahihisha mitihani ni kwamba baada ya kusahihisha zile mitihani lazima ufanye ile kunaitwa kwa kimombo moderation. Moderation ni kuhakikisha kwamba kuna kiwango ambacho kile ambacho kimepita ni kiwango ambacho kinafurahisha, kwa sababu watoto wakianguka mtihani wengi zaidi inakuwa sekta ya elimu yote inakuwa inadorora. Na ukiangalia vile Matiang'i alikuwa analeta hizi reforms, alikuwa anasema kwamba anataka hii sekta ya elimu inawiri zaidi, lakini pale nyuma ukiwadadisi wa masuala ya ajira walikuwa wanasema kwamba wafanyikazi wa Kenya wana market nzuri sana katika zile nchi za Dubai, wana market nzuri sana katika kule nchi za Marekani, nchi za United Kingdom. Kwa hivyo hiyo inatokana na kwamba wana imani na wafanyikazi ambao wamehitimu kupitia katika vyuo vikuu vya Kenya. Ukienda katika vyuo vikuu vya Kenya hapa, ukienda Moi University, University of Nairobi, utakuta kwamba kuna wanafunzi wengi sana ambao wanatoka katika nchi za kigeni, na hao wanakuja kwa sababu ya sifa ya wale wafanyikazi ambao wanahitimu kutoka katika zile vyuo, kwamba wana ujuzi ile ambayo ni sawa. Ukitembea katika miji ya Rwanda, utembee katika miji za Nairobi, miji ya Mombasa, zile mijengo ya kifahari mzuri ambayo naona imewezwa kusimamiwa ama kujengwa na wahandisi ambao wamehitimu katika kutoka vyuo vikuu vyetu hapa nchini. Kwa hivyo kama kuna kitu yoyote ambayo unaleta katika sekta ya elimu, lazima iwe ni kitu ambayo inakuja kuboresha elimu zaidi, lakini si kuidorora vile tunavyokuona Matiang'i alipofanya katika wale ambao wamefanya mtihani wa kidato cha 4. Kitu kingine ya pili ambayo ni ya muhimu sana ni kwamba Matiang'i hawahusishi washikadau wale wa elimu. Mshikadau ni mzazi, mshikadau ni ile kama KNUT, KUPPET. Hao ni washikadau ambao hauwezi ukawawacha nje unapoleta mabadiliko katika sekta ya elimu. Amekuwa akisema kwamba kongamano ziliandaliwa. Kongamano kuandaliwa na kutoa maoni haimaanishi kwamba yale maoni ambayo unataka implement yametoka kwa mtu fulani. Kwa hivyo kongamano ikishafanywa, ukishachukua yale maoni, lakini ile final document ambayo unatengeneza lazima pia waite wale washikadau wale halisi, sasa waipige msasa na pia waelezee mkwe kwamba Mungu katika hali sawa, kwamba wameelewa faida ambayo inakuja na hii. Ukiangalia kwamba for example sasa hivi yale transfer ambazo anafanya kutoka kwa walimu kule, kwangu ametoa mwalimu wa Kimilili Boys, ameleta mwalimu mwingine kutoka Kisii, na tumejua kwamba yule mwalimu ambaye ametoka Kisii ni kazi ya County Director of Education ambayo pia ni Mkisii,
na ni rafiki ya mwalimu mkuu wa shule ya Nairobi School, ambaye ni mwandani wa ndani wa Bwana Matiang'i. Kwa hivyo anapofanya hizi reforms zake pia anaingiza ndani mambo ya nepotism, sababu yeye tunajua kwamba akona hisia fulani ya kuwania ugavana kule kwao kule Nyamira. Kwa hivyo anajaribu kuleta siasa pale hivyo ndani, na ukichunguza hata ile pesa ya equalization fund ambayo inapelekwa katika vyuo vya kitaifa, pesa ambayo imepelekwa katika counties za Kisii, counties za Nyamira ni nyingi kuliko county ingine 15 weki kwa pamoja. Kwa hivyo hii tunasema ya kwamba tunamshukuru kwa kuleta reforms zingine ambazo zimekuwa ni mzuri, lakini aondoe mambo ya ukabila, mambo ya nepotism katika uendeshaji wa shughuli za elimu katika hii Kenya. Na nafikiri kama mbunge, mimi ni mwakilishi wa watu, na tumesikiza vile watu wanasema, vile watu wanalalama. Mimi tayari nimeandaa ile tunaita kwa kimombo adjournment motion, vile tutakavyorejea vikao vya bunge, nitaleta adjournment motion, tujadili uendeshaji kazi wa Bwana Matiang'i, tujadili hali ya elimu katika nchi ya Kenya, wabunge ambao ni wawakilishi wa Kenya, tujadiliane tuone ni njia ipi ambayo tutaweza kuileta, na tumsute Bwana Matiang'i kwa kuleta reforms zingine ambazo hawahusishi wale ambao washikadau. Naam, mwisho labda kabla sijakuuliza swali linalohusiana na tangazo la aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuhusiana na kuapishwa kwake. Je, wewe ukiwa mbunge wa Jubilee, mbunge ambaye ulichaguliwa kwa tiketi cha chama cha Jubilee, je, hamjajaribu kuketi kama chama muweze kuambia kiongozi wa nchi ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta kwamba hapa kuna ufa na tunafaa kuliziba? Nafikiri Wakenya wengi sasa wamemjua Raila Odinga ni mtu wa aina gani. Mimi juzi wakati tulikuwa tunapigia kura wale watu ambao walikuwa wabunge wa Iyala, mimi nililetewa mama wa ODM ambaye alikuwa anaitwa Maviala, nikamshika mkono pamoja na Wasiali, tukasema huyu mama kwa sababu anatoka katika mkoa wa Magharibi, na tukaangalia vile sehemu zingine zinapigwa, tukasema tufanye balancing, na tukasema kila sehemu at least itoke mbunge ambaye tutakuwa tumepitisha. Sisi tukatembea na ule mama, tukaunga mkono ule mama Maviala, lakini wenzetu wa bunge ambao wanatoka sehemu ya Nyanza wakamunga mkono wenzao kutoka sehemu yao huko. Kwa hivyo hii watu wa Kenya wamejua Raila Odinga ni mtu ambaye ni mtu wa kujitakia yeye mwenyewe, ni mtu binafsi. Ukiangalia Iyala, Mheshimiwa Oburu Odinga, ukiangalia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, wale ambao wanatoka sehemu zao peke yao, angalia uongozi wa vyama vile ODM ilifanya, NASA ilifanya, inatoa vinara wawili wa muungano kutoka kaunti moja, Migori, Suna East na Suba. Nafikiri Wakenya sasa wamejua kwamba Raila Odinga ni mtu ambaye anajitakia. Kwa hiyo kuapishwa kwake huoni kama kutafanyika? Hakuna, unaweza apishwa. Hata mimi leo sasa hivi mleta Biblia, mnaweza niapisha, labda mnaniapisha kama labda mbunge peke yake katika sehemu hii. Kwa hivyo inategemewa unaapishwa kama nani. Ile ambayo unajua ni mzee anaota ni kwamba hawezi apishwa kama rais wa nchi ya Kenya. Anaweza apishwa kama ule mkubwa wa jamii ya Waluo, anaweza apishwa kama kinara wa ODM, anaweza apishwa kama kamanda wa NRM, National Resistance Movement, lakini hawezi apishwa kama rais wa nchi ya Kenya. Na kama sisi tunaenzi elimu na tunafahamu elimu kwamba wale watu wadadisi wa masuala ya kiakili wanasema kwamba mtu unaposonga umri, unapokaribia kufika miaka 85, miaka 90, fikra zako zinageuka, zinaanza kufikiria kama mtoto mdogo. Kwa hivyo tuheshimu Raila Odinga kama babu, lakini watu wa Kimilili, na ningewaomba pia wabunge wenzangu kwamba wafanye kazi kwa kuwashughulikia wapiga kura wao kwa bidii, sababu kwangu Kimilili tayari nimeleta mpango ya kuangusha nyumba za nyasi na kujenga, na kidogo watu hata kama wachache ama wengi kidogo walikuwa watu wa baba, lakini wameanza kubadili mawazo kwamba baba yao ni mimi ambayo ndio mbunge yao. Kwa hivyo wabunge wengine pia tujaribu kusaidia hii nchi kwa kufanya kazi mzuri, ili watu wajue ya kwamba baba yao ya kuwalinda ni mjumbe, ni mbunge ama MCA ama gavana ambao wao walimchagua kwa lengo moja tu ya kuleta maendeleo na kujaribu kubadilisha maisha yao ya kila siku. Asante sana. Nashukuru. Huyo ni mbunge wa Kimilili, ni Didmus Barasa, akiweza kusema mengi, akiweza kuchanganua mengi, licha ya jinsi unavyomwona kwamba anakaa umri mdogo. Kwa wengine anasema kwamba hawajaweza kutambua kwamba ndiye mbunge, lakini ameweza kuangusha ratili na kuweza kusema kwamba kuna baadhi ya mabadiliko ambayo waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i anafaa kuzingatia na kuweza kuhusisha wadau wanaohusika ili pasiwepo na utata. Umesikia kwamba kumetokea kwamba mwalimu ambaye
kutolewa eneo jingine hadi kuletwa eneo la hile lake, na anasema kwamba ingekuwa muafaka kama pangekuwa na ule usawa wa kuweza kuhusisha wadau wanahusika ili pasiwepo tena na utata katika sekta ya elimu. Wambua? Shukrani sana Bwana Elvis. Bila shaka ni hisia tofauti ambazo zinazidi kuchipuka kuhusiana na matokeo ya mtihani wa mwaka huu, mtihani wa KCSE, tukiona kwamba viongozi wameweza kujitokeza na kusema kwamba haya matokeo basi huenda yalikumbwa na utata fulani. Mtazamaji